Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Ndugu wapendwa, karibu kwenye Magesa Channel. Leo tunaangalia simulizi za ushuhuda wa maisha ya Mtakatifu Thomas wa Aquino, padre na mwalimu wa kanisa, mmoja wa wanateolojia na wanafalsafa wakubwa zaidi katika historia ya kanisa Katoliki, ambaye maisha yake yanatufundisha kwamba imani na akili vinaweza kushirikiana katika kumtafuta Mungu na ukweli. Mtakatifu Thomas wa Aquino alizaliwa mnamo mwaka 1225 katika kasri la Roccasecca karibu na mji wa Aquino nchini Italia. Alitoka katika familia ya watu wenye hadhi ambao walitamani aje kuwa mtawa mkuu wa monasteri ya Monte Cassino. Akiwa mtoto, Thomas alionyesha upendo mkubwa kwa sala na kujifunza. Alipofika umri wa ujana, alisoma katika chuo kikuu cha Napoli, ambako alifahamiana na shirika la wahubiri, yaani wa Dominiko. Alivutiwa sana na maisha yao ya umaskini, sala na kuhubiri Injili, hivyo akaamua kujiunga nao. Familia yake ilipinga uamuzi huo. Hata hivyo, Thomas hakukataa tamaa. Alibaki mwaminifu kwa wito wake na hatimaye aliruhusiwa kuendelea na maisha ya kitawa. Baadaye alisoma chini ya mwalimu mashuhuri Albertus Magnus, ambaye alitambua mapema kipaji chake kikubwa. Wakati huo Thomas alikuwa mtulivu sana kiasi kwamba baadhi ya wanafunzi walimdharau, lakini Albertus alisema, ng'ombe huyu bubu atanguruma kwa sauti ambayo dunia nzima itaisikia. Maneno hayo yalitimia. Thomas aliandika vitabu vingi vya teolojia na falsafa. Kazi yake maarufu zaidi ni Summa Theologiae, ambayo alieleza mafundisho ya imani ya Kikristo kwa utaratibu na uwazi. Alifundisha kwamba akili ya mwanadamu na imani havipingani, bali vyote vinamuongoza mtu kwa Mungu ambaye ndiye chanzo cha ukweli wote. Alikuwa pia na upendo mkubwa kwa Ekaristi Takatifu. Aliandika nyimbo na sala zinazotumiwa hadi leo katika maadhimisho ya sakramenti takatifu ya Ekaristi. Maisha yake yalijaa sala, unyenyekevu na kujitolea kwa Mungu. Mwishoni mwa maisha yake, Mtakatifu Thomas wa Aquino, baada ya kupata uzoefu wa kina wa kiroho akiwa katika sala, alisema kwamba maandishi yake yote yalionekana kama majani makavu, yakilinganishwa na utukufu wa Mungu aliyouona. Hata hivyo, kanisa linaendelea kuyathamini maandishi hayo kama hazina kubwa ya mafundisho. Mwaka 1274, akiwa njiani kuelekea mtaguso wa Lyon, Thomas aliugua na kufariki dunia katika monasteri ya Fasanova akiwa na umri wa takribani miaka 49. Mwaka 1323 alitangazwa kuwa mtakatifu na mwaka 1567 akatangazwa kuwa mwalimu wa kanisa. Leo anatambuliwa kama mlinzi wa wanafunzi, walimu, wanateolojia na vyuo vikuu vya Kikatoliki. Mafunzo tunayojifunza kupitia Mtakatifu Thomas wa Aquino. Fundisho la kwanza, tuitafute kweli kwa kutumia akili na imani kwa pamoja. Fundisho la pili, unyenyekevu ni msingi wa hekima ya kweli. Fundisho la tatu, sala na Ekaristi viwe kitovu cha maisha yetu. Fundisho la nne, vipaji tulivyopewa na Mungu na tuvitumikie kwa utukufu wake na kwa manufaa ya kanisa. Ndugu wapendwa, maisha ya Mtakatifu Thomas wa Aquino yanatukumbusha kwamba elimu ina thamani kubwa inapounganishwa na imani na maisha matakatifu. Tuombe kupitia maombezi yake ili Mungu atujalie hekima, busara na moyo wa kutafuta ukweli siku zote. Mtakatifu Thomas wa Aquino, padre na mwalimu wa kanisa, utuombee. Asante kwa kutazama Magesa Channel. Tafadhali bonyeza subscribe, like na ushiriki video hii ili watu wengi zaidi wajifunze maisha ya watakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.